Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Wapendwa wana familia ya Mungu, kama na bakunda mwayukanichiro chikuru, tumshukuru Mungu kwa makofi. Basi siku ya leo tumealikwa kuungana na wanafamilia ya marehemu mzee Lazaro. Leo jina lake la pili ni leo au Lazaro Kamugisha leo, si ndio? Basi wanafamilia wanatualika tuungane nao kumwombea, kuzidi kumwombea mzee wetu pumziko jema mbinguni. Somo la waraka kwanza Mtume Yohane kwa watu wote. Hii sura ya kwanza aya ya 5 hadi ya 2 na aya ya 2. Hii ndiyo habari tuliyosikia kwake na kuhubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba tutashirikiana naye, tena tukienda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi hiyo kweli. Bali tukiendana na nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Neno la Bwana. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa.
kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia. Tumeza hai, hasira yao ilipowaka juu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya pili aya ya 13 hadi ya 18. Mamajusi walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu, akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Betlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliouhakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa, kwa kuwa hawako. Kristo wewe kanisa tunashukuru tena. Basi tumekuja kama tulivyosema kuungana na wanafamilia ya mzee wetu Lazaro leo, endelea kumwombea pumziko la amani mbinguni, ambaye basi nafikiri tarehe yake ya kufa tarehe ya leo ilikuwa ni tarehe 25 Novemba 2023. Imepita miaka mingapi? 19. Basi wewe tumekuja kumkumbuka huyu mzee wetu, lakini sehemu mojawapo ya tafakari pia ya kuzaliwa kwake Mwokozi, kwa sababu maisha yetu hapa duniani mara nyingi ni kutafakari nini maana ya maisha, kwamba unakosa kujua ni lengo lipi, kwa nini upo hapa, kwa nini unaishi. Kwa mtu akishajichanganya hapo kujua kwa nini anaishi na kwa nini yuko hapa, hapo ndo tunaanza kushuhudia mambo mengi ya ajabu. Tunaanza kushuhudia kukata tamaa, tunaanza kushuhudia watu wanaishi maisha ya ajabu yasiyoeleweka kwa sababu amekosa lengo. Kwa hiyo ndio maana saa nyingine maisha yanaleta shida, au mtu mwingine anadhani maisha basi ni kujitosa kwenye furaha na kufurahia kadri unavyotaka. Kama ni mwanaume basi utaona kama nina vitu vyangu nioe hata wanawake wengi,
Asijui kama ni mwanamke nao utaamua ufanye nini. Kama una pesa utajitosa kwenye pombe. Kwa kila mtu ataamua apambane na maisha yanavyojua. Giza limetufunika walio wengi. Cha kwanza, tuna sintofahamu nyingi. Kesho hatuijui. Saa nyingine tunapoteza lengo la maisha. Mtu unaona upo tu basi usubiri kufa. Alise kufa ufi, lakini cha moto lazima ufanyeje? Ukipate. Lazima upambane, lazima utumike, na lazima ufanye kazi, lengo la Mungu litimie. Sasa hili giza hilo litoke, ni kujikabidhi kwa nani? Kwa Kristo. Akuangazie. Kwa sababu wengi tunakumbwa na giza. Kama tunavyoangalia watu wanaopambana na maisha, utafuta sintofahamu za kesho yao. Wanaendaga mchana au usiku? Usiku. Wanapokuwa mnaenda kwenye waganga huko kuambiwa nyota zenu, kuaguliwa, unaenda mchana. Si usiku, wanaenda usiku. Na huko usiku wanakokwenda ni kwenye giza lile. Kwa sababu anakuambia utakufa wewe. Maisha yako ni mabovu. Wanaokutafuta wale pale. Sasa usipoleta pesa umekwisha. Unauza vya kwako vyote, unaishi vinaisha. Mwisho naanguka kule. Lakini tunasahau kwamba nuru ni Kristo wa kweli. Giza ndio linatupa hiyo shida. Giza linatuletea na uoga. Kitu ambacho kimemfanya na Herode aangukie pua hivyo. Angalia Herode na katoto kadogo unatafuta kwa uwe kana kuondolea ufalme. Hilo si giza kweli? Jitu zima lote linaogopa katoto kadogo. Matokeo yake hajui kwamba mpango wa Mungu kama umepangwa uko pale. Anaoa watoto wasio na hatia. Mungu anamwambia mwanangu, hebu chomoka haraka huko mpaka Herode afe. Na kweli baada ya kufa akarudi. Lakini kule Misri ambako alikimbilia nako lilitokea pia, ambako Farao yeye naye alipokuwa anatafuta Waisraeli awamaliza, anaona wanakuwa na nguvu, wanapana kwa sana, akasema hawa nao wataliondoa taifa letu siku moja. Kwa hiyo hebu tuwaue watoto wadogo, kwa sababu lazima tuwawezi, wape mzigo mkubwa, alafu watoto wadogo waue. Lakini waliokuwa wanauoa ni wanaume. Ni mwanaume tu likizaliwa uwa, kama likabidi kaache mama kazoreani mlisikia mkanura makesa.